kwata wana mwaseisia wa Mutongoi TV ninawekwa chakana wende kwithwa na muthenya wa kwa ilani wa thanthatu wa matuku mwanza mwini wa thanthatu mwaka ni wa 2025 ninaokethana na uthocha tumanithia thini wa vilingi wa mauvo ni tawabeti wa mwania tuyabililia mauvo maito ni kanando ngo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni wathingirila kana Kenya ni manoeto ni utongoi wa President William Ruto anonginya enoketi na wasakwa ni munene wa 2021 ainene akisioni cha Voi kaunti ya Taita Taveta savale ni atongoyole kuthi kaunti cia Kiswani Kalonzo ingi ni wa Mokonia Ruto na ikusia mwika majenzi mwaka muvetu aiweta kana matuku 25 mamwe wa thatharuni sikukua kulilikana amwika wala ingi watangasa kana ni meovindo wa chama cha Wiper Democratic Movement nundu andai ya sia Gen Z na kukita Wiper Patriotic Front. Kwamba Wakenya wameamua ni lazima hii serikali iende nyumbani. Kwanza wao hata chama cha Wiper tumepindua jina. Tunaita Wiper Patriotic Front ili kuheshimu vijana Gen Z ambao waliuawa na serikali ya Ruto. Na tumetangaza tarehe 25 mwezi huu siku ambayo wananchi wa Kenya wakiongozwa na vijana wetu walienda kupeleka memorandum kwa bunge na wengi wenye bunge walienda chini ya mtaro. Tumetangaza tarehe 25 itakuwa sikukuu Kenya nzima kusherekea na masaa milioni 2 na kusema mutadu what mutadu. Kwa hivyo wangapi nasema tuseme 25th of June itakuwa public holiday kwa heshima watoto wetu. It is called Gen Z Revolution Day. Sema Gen Z Revolution Day. Wangapi hataenda kazi siku hiyo tarehe 25. Na tutakuwa na mpangilio tujue vijana wenyewe wataongoza. Munini wa President watene na mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua niwende ya kukima ulao nae munene wake President William Ruto haimutala moti kwa kwananga kisomo oiti na nikenda maundo ama ile nonginya enuke ainene ya Voi kaunti ya Taita Taveta emwamba na tongoi angi maule Gachagua ni wa mweta Ruto tamuka vila kwa kuandika andu aingi mambai yake serikali ni ingini waweta ngwatani ya Raila na Ruto ti ya kukwata nyandhi indi makwatani kutethesia Ruto kumana na kiutani cha maandamano majenzi. Kasongo aende asiende. Kasongo aende asiende. Kasongo atembee asitembee. Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo magoti. Ashindwe asishindwe. Ashindwe asishindwe. Huyu Kasongo ameharibu mambo ya matibabu. Ameleta mnyama anaitwa SHA. Fanya kazi ama haifanyi. Hiyo matibabu iendelee vizuri, lazima Kasongo akuwe one term. Mambo ya barabara, mambo ya maji, yote yamesimamisha. Kama kuna mkabila Kenya ni huyu Kasongo. Katika parastato 250, parastato 92 amepatia jamii yake. Ni mkabila si mkabila? Kuna hii maneno amepanga empowerment. Amepanga budget shilingi milioni 10 katika kila constituency Kenya. Lakini pale kwake kwa watu na jamii yake amepanga 150 million. Na hii ni pesa ipo ya capitation ya kulipia watoto shule. Hiyo pesa amechukua amepatia Mr. Yesa. Anamwambia kwa Wakenya wengine peleka milioni 10. Peleka 150 kwa kila constituency. Ni mkabila si mkabila? Wewe umetubeba ufala siku mingi. Na huyu William Ruto hakushikana na Raila ndio aunganishe Kenya. Alishikana na Raila astabilize serikali yake kwa sababu ya kukimbizwa na Gen Z. Gen Z mpo? Gen Z mpo? Nyinyi Gen Z ndio dawa ya Kasongo. Huyu Kasongo amechukua serikali
kama ni Inspector General of Police anaitwa Douglas Kaja, chini yake ameweka mtu anaitwa Lang'at ya kabila yake. Huyo ndio anatumia kuendesha mambo ya polisi. Pale National Treasury ameweka John Badi, ameweka pia yake anaitwa Chris Kipto, ndio anaendesha hiyo treasury. Pale Central Bank ameweka Kamau Thuge governor, deputy wake ameweka mtu yake anaitwa Susan Koech. Huyu William Ruto ndio mkabila mkubwa katika Jamhuri ya Kenya tangu wakati ulipigania uhuru. Kuzo mko sisi na Wakamba, Wataita, Wataveta, Mijikenda, we are one family. Sisi ni makazi. Hata mambo ya familia mnataka kuingilia. Mtu akiongea na kazi yake iko makosa. Wewe William Ruto, keep off family matters. Wacha wewe. Kila mtu sasa unataka kuingilia mambo ya familia. Makazi ni wakae pamoja, wasikae pamoja. Makuzo wakae pamoja, wasikae pamoja. Ukatembea pamoja. Cousins. Nisalimie makazi ni wengine kule. And the journey of cousins. The family of people who are like-minded, who are born together, who have the same tradition. The time for the cousins to come together is now. Si Raila alitumia Kalonzo vibaya? Si Ruto alitumia vibaya? Si wameshikana? Sasa mimi na Kalonzo tumetumia vibaya, tukishikana tupigane na haiko makosa. Ndongo ina memba chamani cha Wiper County ya Mombasa nisionania kuanewa kwa sioni ondo atongo ingaliko yolei mambi singwatanio ya kumudho la kuma otongo ni President William Ruto usakuwa nini munene wangilili miongoli na Mwanza mainene ingaliko sia changamwe ni maweta kanangu atanio hii na ilai na ulao na munini wa President Rigathi Gachagua na atongo angi ni wona nio na kana otongo wa President William Ruto no manoete enende yu Michael enende county ya Mombasa kuyumilia kwa wingi kuthocha ndongo hii na ila ivanite kutambwa kesioni kiuma sane mamo thinyanika na kwithukisia agenda sio sia kuovosia nthi ya Kenya. University funding model isamusu sio nde siende na kunama sia mwene ndi na mwene ndi ni waamui ya kutwiki ya Kalonzo nundu historia ya Kalonzo ni isikiwe na ena track record tikiendo timundu ali kabandu pakathuka kwa damotho janyonde ande mbai yonde kila kabila yonde kila ndini yonde yokwetela viongozi metu one matongozi ni Dr. Kalonzo Musyoka matutabie mipango la mena yo yulu kwa Kenya nondo Kenya tayari ni mogozo zumbe matabi mogozo zumbe mekata nondo na Kenya mene mani sana namo. Nataka kusema ya kwamba nimekuja kudhihirishia Wakenya na dunia yote mahali watu wako ya kwamba sisi kama watu wa Gema, Meru, Embu, Kikuyu na Kamba tumeungana tukawa kitu kimoja. Na hata sisi kama Wagiriama tuko imara na kufanya kazi na Kalonzo Musyoka. Maana kila siku Wagiriama huwa wamesaulika, lakini Kalonzo safari hii ametambua Wagiriama wote. Hii ni tsunami. Uongozi tumeshachukua 2027, akona Harikiji, akona Muturi na viongozi wote, watu wa mlima, wananchi kila mahali wameshaamua ya kwamba ni Stephen Kalonzo Musyoka. Kuje mapema ili tuwasikize viongozi wetu watatuelezea nini, na nina imani safari ni wakati imefika kukombolewa Kenya kupitia chama cha Wiper through Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Munini wa President Kithure Kindiki na wavothesia uneni wa wematongo imangaliko yolia la meuneni ilovila meunenga mwitu sia kumwakilia yasaka na methitwe maiweta kunenga ni ilovia hii nita kumwanga mwenendhe ivothesia ndeto hivyo na kwasia ni kutethia na kukilia mwenendhe nditi kumunenga yovaki. Hii mambo ya kusimama na wanabiashara wadogo wadogo ni kazi nzuri. Wale viongozi ambao mumeketi nyuma yangu,
Kuna watu wana lugha ya madharau, wakiona tunachangia kidogo kidogo kusimama na wananchi, wanasema ati tunahonga wananchi. Hii ni hongo? Tumekuja hapa kuwaonga? Ukituangalia hivi tunakaa watu wa kuonga watu? Si tumekuja kusimama na wananchi jameni? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Wangapi wanasema hii program iendelee, hii program iendelee? Ona museisha ndukathika santu kwithwa twisokithia na mauvu angi ala tukumbanisie nthini wa mesa itu ya mauvu. Weni wivitwe uithinywa ni mwikwa ivinda yasa na umanthite uiti na ndwakwata ndukathinike ingi. Mount Everest Nutritional Clinics ni tuuthinikia mawauta, mutambuko, ulcers, pressure, sukali, mathina mambio, kukuna ningo, mathina maka kukosa mwana, vinya wa mundume kana low libido, kati wa mathina angi maingi. Nukwatianie na matakitali na atalamu kwa kuthokia maofisi maitu. Masaku ni kila muthenya Mulu Mutisha Gardens, nyumbani ya Superstar Building, Golovani ya Mbe. Ilovinota ou, kila muthenya lelo ni Walatema Road, Lois Plaza, kusianisa na Maximum Miracle Center. Meru no kila muthenya Sara Plaza, kusianisa na stage nene. Wakwambililia ni tuithia wa matu ni Uthika Lodge, Wakeli, Tala, Nindhoki House, wakatatu ni Emali Kindu Mall kwa PC, wakana ni Kibwezi PCA Hall, wakatano ni Wote Morning Glory Hotel, oinge Thika Rambogo Hotel, na wakatano ousu ni tuithia wa Embu Morning Glory Plaza, Golovani ya Mbe vakuvi na vengi wa KCB, na wathanthatu ni Mombasa City Food vakuvi na vengi wa KCB. Kwa mauvombe yange nena na Dr. Munyo kwisila nambani i noti monza imwe noti thanthatu itano kana noti monza itatu ili nyanya inyakenda lilikana wale kutumia leu waku nesa tandawa ukatumia ndawa ta leu waku. Mount Everest Nutritional Clinics kwa uiti museo. Na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onathe mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu umemebia no toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka lungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie ungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa muyo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mabinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tuonyekane kulechu itendela nso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambende uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonde ometoke ni mutanisia wambie kwidepend na ndo wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi wani yako yanza ni mausuwesia ni we atikoke
mukamba ni wese uimane udhui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Kwa maana na Herbal Dr. Mwithia kila chumwa bauikala wakwambelele matuku kenda mwi wa thanthatu tukibwezi kuthengene na tumeni clinic wa chula sivitali wakele matuku 10 twe Mombasa kuthengene na KCB Mwembe tayari kuthengene na Naivas Supermarket ingi tuikathonzweni Windy Shakers itina Wangomeni Hotel duka namba 3 kungethanesia na Kilome Hotel wakatatu matuku na imoto matiliku Chambeo Inn kwa Kinguti matanisioni machangwa si na Kilele wakana matuku na ileto ya Mali Bus Park duka namba 39 itina wanaekana booking office wakatano matuku na 3 twe wote katika utazama Agrovet na Cecil Hotel Marikiti Ulikiloni Wamboka na wathanthatu matuku 8 twe Kambush na Wakanzi Supermarket kungethanisia na Blessed Kanani Hotel kwa mauvombe ange tuthoke mabisi ni maitu kanotu kune simu kwisela noti muonza ile emwa noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana tuandikie SMS kana WhatsApp kwisela noti muonza emwa noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Nina odhocha ingi ene mikawa kauntini ya Mombasa ni momia weta na kwa serikali ya kaunti na ilani ne kwikithia kiameta datalana miyao ya kusia kuthokonywa kwa ukanga umwe kati wa ene mikawa ya sekana miyao ya kululumidia kukunwa mungu kwa kutumiwa kwa mathangu ma plastiki na waili kuatiwa aini na kavinani ka kuthesia ndesi ya ukanga ni wa sekana mawisa makanzo ni maindite kutoa yasi ya musako kana patrol kwikithia alami okwatika na maitho kwa nyama withi lulukoni mwase wa matambi ala mailite makimia. Na hii idea kama miaka miwili iliyopita ya kuweza kujaribu kupunguza uchafu wa plastiki katika bichi zetu. Tunavyojua sisi kama wahotelia, kitu tunategemea sana ni wageni wanaokuja kuona bichi yetu. So sisi kama community, kama wafanyikazi wa Cowrie Shell, manake hii tunafanya pia na majirani zetu, beach operators, tunajaribu tuondoe plastiki kwenye bahari zetu, kwenye fuo zetu. Na pia kama kungekuwa, tunaomba kama kungelikuwa na legislation fulani ambayo itaweza kusaidia kupunguza uchafu wa one plastic use, vitu kama hizo. Manake katika ile experience yetu katika kuokota hizi taka utapata kuna paka pampers, diapers, vitu kama vile. Nafikiri tungekuwa na legislation ama patrols, watu ambao wanaweza kuregulate vitu kama hizi, tungeweza kuzuia kwa kiasi kikubwa sana mambo kama haya. So sisi tunaomba kama itawezekana haya maneno yafuatiliwe, tuweze kuwa na bichi safi. Sisi ni watu tunaotegemea utalii, na utalii pia wetu mwingine ni wa Marine Park. Tunashukuru, tunajisifu ama tunajigamba tuko karibu na hiyo National Park KWS, na pia KWS they are very good, tumekuwa tukifanya kazi nao kwa karibu sana. So I believe tukiwa na legislation kama hiyo tunaweza kusaidia sana ukuzaji wa marine life. Jamaa kweli hawana ufahamu, tungeweza kupatia ufahamu, waelezwe. Maana utapata kila aina ya uchafu iko pale, taka za mapike, taka za chupa za maji, za kila aina vitu. So tungeomba uhamasisho, na sisi hapa kama sisi huwa tunajaribu sana kuhamasisha. Ukiketi kwenye bichi, kuwa na pahali unaweza tupa taka, itatusaidia in future kupunguza ile rate ya kufanya cleaning. Manake hii cleaning watu tunafanya every 2 weeks. Kama ukiwezekana kupatikana vitu kama zile, kuwa na legislation, kuwa na patrols. Na unajua ukiweka litter bin tu hivi bila manning, utapata zimepotea. So wito kwa county kama wataweza tuwe na kama inspectorate vile ya beach, waweze kumanage beach, waweze kumanage na vitu zingine muhimu kama pahali pa kujisaidia. Utapata beach yote hamna pahali watu wanaweza kujisaidia. Tuwe na stations ambapo watu wanaweza kuingia waweze kujisaidia. Nafikiri tukisaidika upande huo, naona tutakuwa na environment mzuri.
So after a while we saw our beach was very, very dirty with microplastics and everything you can imagine who don't belong on the beach. So me and Peter, we said we need to do something. So now I think it's 2 years, Peter. Yes. Every 2 weeks we collect all the rubbish from our beach. That we are polluting our ocean and we need to have good fish, we need to have clear water, and if we don't do anything, we will destroy our whole planet. Munini wa gavana kaunti ya Kiambu Mwandu Rosemary Kirika ni wenda mwaika kwikonia na maundu matonya umateja na kwiyukilia bandu bakwikala amate na undu wakwika hainene achathini cha kutania kuma ambisia ikundika na walanyo wa kukilia na kutethia alamate tonya Kirika ni wasekana maviasala maingi mambia siandivyo na kwesa kukila yenda mwika kwivadhana na itindo mbadhe ile isukumia mwe kwikonia na utumi wanda wasi ya kumila atongo imaikundie marienda serikali esi akaunti wa mwena ile nene kuikivya ni kia mivango mia iluku sesea na kukilia moika. Statistics are actually very true because if you look at reports on researches that have been done in the past, you find that alcohol and drug abuse have very negative impacts on our people. If you look at things like accidents, road accidents, a very large percentage of road accidents are caused by people who are drunk. If you look at things to do with violence at home or even other things, other vices, so many things are caused by people who have been abusing alcohol. Therefore, we all need to be very sensitive about campaigns against alcohol and drug, and especially the pillar of prevention. We don't need to wait until our people are lost in alcohol, they have been impacted, they have lost hope in this life through alcohol. We need to save them before they get to that point. The causes of alcohol and drug abuse is unemployment. Because people lose hope so easily, then they get into that. But I would like to encourage our people that we don't need to get into alcohol because most of our people are trained, they have gone to school, others have certificates, others even have degree certificates at home. They need now to engage their minds and create jobs. They need to think how they can solve problems that are found in the society using the knowledge that God has given them. Therefore, we are asking people, we are encouraging people that there is something called self-employment. Do not wait to be employed by anyone. In fact, wherever you go to look for a job, whether it is a factory or a big organization, you need to know that those factories, those organizations belong to people, to other people like you, people who dared to use their mind to be creative, to come up with a business idea. And you are also a person like them. You can do the same. You can create a business. Even if you are starting from the scratch, start where you are. Start with a small business. Then you grow it and it becomes a big business and you employ other people, you employ yourself, you even employ your own children. We don't have to wait to be employed by anyone. Ambao wanatumia mihadarati, ambao wanatumia hizi mambo za kutumia madawa za kulevya, mimi kwa maombi yangu naweza waomba tuachane na hizo vitu na tuanze kujenga nchi yetu. Hichi inajengwa na wewe na mimi. Kuja ukaweze kujoin any vocational training, ukaweze kujiunga katika ile chuo ambayo ya ufundi iko hapo karibu na wewe, either ni useremala, either ni ujenzi, either ni anything ambao unaweza fanya na mikono yako ili tukaweze kufanya kazi na ili tukaendelesha nchi yetu. Sisi vijana ni sisi tegemeo, na kwa ukulima ndio uti wa mgongo wa taifa la Kenya. Wito wangu kwa serikali kuhusu vijana ni kuwa wanaweza tengeneza hewa safi ambayo inaweza vijana wanaweza fanya kazi na kuboost ama kushikilia zile shule za ufundi ambazo ziko vijijini, na ili vijana wakaweze kutrainiwa, wakaweze kufunzwa kutengeneza vitu kutumia mikono yao, na ili Kenya ikaweze kuendelea.
Muthia wa vilingi wa movo ndoni wa saa mwanza ni kwendia usisi mwelu wa iliungila tatalia va Mutongo TV ngwatanyo ya mwakamba. Ithiwa na muthenya wa kwa ila nita wa beti wa mwania.